Habarini za wakati huu wapendwa watazamaji, nipende kuwakaribisha kwa mara nyingine tena katika chaneli yetu pendwa ya Afya kwa Wote. Na siku ya leo tunakuletea umuhimu wa kunywa dawa au kutumia dawa kulingana na nyakati elekezi. Wapendwa watazamaji, dawa zetu tunazowapatia wagonjwa huwa zinakuwa na maelekezo fulani ambayo ni muhimu kulingana na hali ya mgonjwa, lakini pia kulingana na dawa yenyewe anayoitumia. Hivyo basi mara nyingi huwa wanasisitizwa watu kwamba tumia dawa hii nyakati fulani, tumia dawa hii katika nyanja fulani. Sasa sisi kama Afya kwa Wote tunapenda tukupe elimu na uelewa kuhusu matumizi sahihi ya dawa. Sasa miongoni mwa matumizi sahihi ya dawa ni pamoja na kukuelewesha, kukuelimisha kuwa kwa nini ni muhimu, tunakupa maelekezo fulani. Kwa mfano, kutumia dawa asubuhi. Wapendwa watazamaji, tunaamini kabisa watu huwa tunalala usiku na asubuhi tunaamka. Lakini tunapoamka tunakuta utumbo wetu, kama ni chakula tulikula usiku, kimeshameng'enywa, kimeshaingia kwenye blood stream, na kile ambacho akiruhusiwa akina nutrients kimeshaenda sehemu ambayo ni elekezi. Sasa ni kwa nini tunakuambia dawa fulani tumia asubuhi? Mfano, tuna dawa zetu za minyoo. Dawa za minyoo mara nyingi unaambiwa kabla hujala chochote tafuna na upitisha at least lisali moja ndio uweze kula chochote. Kwa nini tunaelekeza hivyo? Wale minyoo wanapokuwa tumboni wanasubiria chochote kile utakachoingiza, kumbe ile dawa inakuwa ni kama sumu kwao. Lakini pia kuna dawa nyingine zaidi ya hiyo dawa ya minyoo ambao tunajua ukitumia muda wa asubuhi wakati tumbo bado liko empty, inaweza ikafanya kazi vizuri, ikawa absorbed vizuri kuingia kwenye blood stream, lakini pia ikaperform kazi yake elekezi kwa ufanisi zaidi. Hivyo basi ukiambiwa dawa fulani tumia asubuhi, kama wale wanaotumia dawa za pressure, wengine wanaambiwa tumia dawa fulani asubuhi, zingatia maelekezo hayo kwa usalama wako wewe na kwa kufikia malengo ya ufanisi wa dawa yako. Lakini pia jambo lingine tunasema kutumia usiku muda wa kulala. Kuna dawa tunawaelekeza mtumie usiku muda wa kulala. Kwa nini tunasema hivyo? Kuna mambo kama mawili au matatu ambayo tunakuwa tunayaangalia. Kwanza, tunaamini muda wa kulala ni muda wa utulivu ambao mtu anakuwa hana movement zozote zile ambazo zinaweza zikapelekea pengine mahuzi ya dawa husika yakamletea madhara. Kwa mfano, kuna dawa za wanawake za kupaki, zile vaginal pessaries, vaginal creams. Zile dawa ukiwa umelala ukipachika kama mwanamke tayari inaweza ikafanya kazi yake katika utulivu, kuliko pale unapokuwa katika movements mbalimbali alafu mwisho wa siku ile dawa ikashindwa kuperform vizuri. Lakini pia kupunguza mauzi mbalimbali, hata hizi dawa za kumeza. Ukiambiwa hii ni bedtime, muda wa kulala, muda wa usiku katika hali ya utulivu ambapo unamaliza kumeza dawa yako unalala, ile dawa huwa inaongeza ufanisi wake au inaboresha ufanisi wake ukiwa umetulia au ukiwa umelala, na absorption inafanyika vizuri, mwisho wa siku kesho yake unaamka ukiwa vizuri. Japo dawa nyingine tunapokuambia umeze usiku tunakuwa tunaangalia ule muda utakapolala na kuamka, ile dawa itakuwa imeshafanya kazi yake na haitokuletea mauzi mbalimbali. Lakini pia tunawaelekeza sana kutumia dawa kabla ya kula. Wapendwa watazamaji, dawa tunayosema utumie kabla ya kula ikiwa ni pamoja na ile tunayokuambia utumie asubuhi, lakini pia lengo la kukuambia tumia dawa hii kabla ya kula na pengine tunakuambia baada ya nusu saa au lisali moja ndo unaweza kula. Hii dawa inakuwa inahitaji uitumie in empty stomach. Ukiwa hujala chochote ukanywa ile dawa, itimizi ile dawa kwanza haina madhara kukuzuru wewe kwamba umekula bila chakula, lakini umemeza bila chakula, lakini pia bado ufanisi wake unaweza ukafanyika vizuri zaidi kama tumbo lako litakuwa halina chakula chochote, ikiwa ni pamoja na dawa za minyoo, lakini pia na dawa nyinginezo kwa mujibu wa maelekezo ya wataalamu. Lakini pia tunakuambia tumia baada ya kula. Wapendwa watazamaji, kuna dawa zina nguvu sana, lakini pia kuna dawa zinahitaji zikutane na chochote mle tumboni mwako kwa ajili ya kuweza kuwa absorbed vizuri, kwa ajili ya kuweza kuhakikisha ufanisi unakuwa mzuri, lakini pia kwa ajili ya kupunguza madhara yanayoweza kujitokeza, side effect au adverse effect. Kwa sababu kama ukinywa dawa umeshiba, hali
ule mchakato wenyewe wa dawa kuingia kwenye mfumo ukaanza kuchosha mwili, utakuwa haupo tena. Ina maana unapokula chakula kinakupa nishati, kinakupa nguvu, na ile nguvu inakusaidia wewe dawa isiweze kukuzidi uwezo pale unapoimeza bila kula chochote, na inaweza kufanya kazi yake vizuri. Hivyo basi malengo ya kunywa dawa ni kutibu magonjwa elekezi kutokana na mwongozo au kutokana na maelezo uliyoyatoa au kutokana na vipimo vilivyofanywa mpaka tutakupatia dawa. Hivyo basi dawa inatakiwa idili na tatizo ulilonalo, lakini sio unywe dawa alafu dawa ikuletee mauzi. Japo kuna mauzi madogo madogo ambayo tunakuwa tunawaambia mara kwa mara, ukitumia dawa hii utapata side effect 1, 2, 3, lakini isikufanye uache kufanyaje kumeza ile dawa. Hivyo basi tukikwambia meza dawa, no, kula chakula kabla ya kumeza dawa. Kula chakula kwanza, baada ya muda uelekezi ndio utaweza kumeza dawa zako. Lakini pia kutumia dawa na chakula. Kuna dawa ambazo ziko specific kwa ajili ya kutumia na chakula, ambapo unakuta dawa ile ukimeza yenyewe bila chakula tumboni, mwisho wa siku kwanza kuna swala zima la absorption kwenye blood stream inaweza isifanyike vizuri. Lakini pia kuna ile ukikuta ni empty stomach, kuna nyingine ziko acidic sana, au kuna mtu mwingine unakuta na changamoto za ulcers na nini. Kwa hiyo mara nyingi tunakuwa tunamuelekeza tumia dawa hizi ukiwa umekula. Lakini zaidi ya hapo, kuna wazee, kuna watoto ambao tunakuwa tunajua dawa fulani akitumia katika nyanja ambazo sio elekezi, unaweza ukajikuta unaharibu, unapoteza ufanisi, lakini pia unashindwa kufikia therapeutic index ya mgonjwa ambayo anaitarajia, na mwisho wa siku tunaanza kulaumiana, hizi dawa hazitibu, hizi dawa sitozitumia tena. Kumbe umekosea maelekezo madogo tu ambayo umeelekezwa na mtaalamu kulingana na sisi wa famasia tunavyojua hii dawa ina madhara fulani, hii dawa inabidi utumie katika hali fulani, hii dawa inabidi ufanye katika mfumo fulani. Lakini pia tuna dawa za kutibu allergy, labda kama dawa za mafua ambazo pia zinapelekea usingizi. Mara nyingi watu nawaambia unapotumia dawa hii usiendeshe chombo cha moto, usiendeshe mashine yoyote ile, usifanye kazi zinazoweza kusababisha upate madhara, ina maana zinasababisha usingizi. Hivyo basi tunakushauri kunywa muda wa kulala, ili unapopata usingizi unapata usingizi moja kwa moja, kwa sababu ni moja ya tabia ya dawa elekezi. Lakini pia tumia muda ambao hauna changamoto yoyote ile. Hayo ni mwongozo wa dawa elekezi. Hivyo wapendwa watazamaji, katika channel yetu ya Afya kwa Wote tunazidi kukumbusha matumizi sahihi ya dawa, ikiwa ni pamoja na haya ambao tumekuelekeza hapa. Ukiambiwa tumia usiku, tumia usiku. Tumia asubuhi, tumia asubuhi kweli. Tumia kabla ya kula, tumia kabla ya kula kweli. Tumia baada ya chakula, tumia baada ya chakula kweli. Lakini pia tumia na chakula, tumia na chakula, kwa sababu tunakuwa tunamaanisha usalama wako, ufanisi wako na kupata ubora wako zaidi. Wapendwa watazamaji, niwakumbushe kulike, kusubscribe, lakini comment na kupiga simu pale unapochanganywa na jambo lote lile. Pengine unaweza ukakosea maelekezo ulioelekezwa na wataalamu, unaweza ukapata changamoto yote ile. Namba ya simu ipo hapo kwa ajili ya kukupa mwongozo, mpendwa mtazamaji. Asanteni kwa kunisikiliza.